Jamaa aliganda kwa mshangao. Hakutegemea kukutana hapa na ex wake ambaye waliachana miaka 2 iliyopita. Moyo wake ulidunda kwa kasi sana. Miaka 2 iliyopita Jackie aliamua kuachana na mpenzi wake baada ya biashara yake kufeli na yeye kuwa maskini wa kutupwa. Hakutaka kumtesa mtoto wa watu, akaamua kuachana naye. Sasa hivi Jackie amekuwa ni mmiliki wa kampuni moja inayofanya vizuri kibiashara. Aliamua kumringishia mafanikio yake ex wake Ana. Akakaa mkao fulani hivyo kumuonesha saa ya gharama ex wake. Kwa kono lake la kushoto akawa anaipiga hivi gari yake ya gharama. Ana alijua Jackie anataka kusifiwa. Akaanza kuisifia gari ya Jackie. Una gari nzuri sana. Ana amekuwa akiyasoma mafanikio ya Jackie kwenye magazeti. Aliyajua mafanikio yote ya mshikaji. Nilijua tu utakuja kufanikiwa. Jackie alikumbuka mbali. Zamani wakati anaanzisha biashara, Ana alikuwa anamtia moyo sana. Jackie anaumia sana kuenjoy mafanikio yake peke yake bila uwepo wa Ana. Jackie alipogundua kuwa Ana amekuwa mwandishi wa vitabu, alifurahi sana, alitaka kulia machozi ya furaha. Hapo zamani za kale Jackie alikuwa anamwambia Ana, una kipaji cha kuandika vitabu. Hakutegemea kama Ana atafuata ushauri wake na kuwa mwandishi wa vitabu kweli. Inawezekana Jackie alikuwa bado anampenda Ana au alikuwa anataka kumtia moyo. Alinunua vitabu vyote vya Ana. Miaka 2 iliyopita Jackie alipogundua kuwa Ana na boyfriend, aliambia nafsi yake isimtafute tena huyu binti. Kwa sasa moyo wake umepona, hataki tena maumivu yajirudie. Ameamua kuepuka kujihusisha na kitu chochote kinachomkumbusha kuhusu ex wake Ana. Alipanga kumfukuza kazi mchoraji ambaye amekuwa akifanya kazi na Ana kwa muda mrefu. Kabla hajamfukuza kazi, jamaa akamwambia, "Bro, hivi unajua Ana ameachana na kile boyfriend chake? Siku hizi Ana yuko single, ana mtu." Jackie akahisi vipande vya moyo wake vidogo vidogo vimeungana na nafasi ya kumpata Ana. Jackie alitumia jina feki akawa anasifia vitabu vya Ana kwenye mitandao ya kijamii. Kila Ana akisoma comment kutoka kwa Jackie, alikuwa anacheka sana. Ana akapokea simu kutoka kwa mwanamke aliyewahi kufanya naye kazi. "Shosti, ex wako John amerudi mjini kikazi. Nimekutana naye juzi kwa sababu mnaishi mtaa mmoja. Ninahofia mnaweza mkakutana. Nimekupigia ili ujue jinsi ya kumkwepa. Una uhakika umeonana na John?" "Una uhakika alivaa koti jeusi?" Ana alikuwa anaombea asikutane kabisa na John, akikutana naye atakosa raha. Ana hakutaka kujifungia ndani eti kisa ex wake amerudi mtaani. Japokuwa Ana alikuwa anaenda sehemu zote ambazo John anaendaga, hajawahi kukutana na John hata siku moja. Asubuhi ya leo Ana amekuja kwenye mgahawa ambao John huwa anakujaga kununua kahawa. "Naomba nisikutane na John leo. Na nilivyovaa shagala bagala hivi staki jamani." Ana akaingia kwenye mgahawa ili anaagiza kahawa, akasikia harufu anayoifahamu. Alivyogeuka nyuma, kweli ile ilikuwa ni perfume ya ex wake John. Ana akachukua kahawa yake, akamsalimia John kama mshikaji tu wa kawaida, akaondoka. Je, kati ya John na Jackie, yupi atafanikiwa kumiliki moyo wa mtoto mzuri Ana? Itaendelea. Kabla hujaondoka, hapo chini kuna story ya huyu jamaa ambaye alitembea na wadada watatu wa familia moja bila wao kujuana. Pia hapo chini kuna story ya huyu mwanafunzi ambaye alimtongoza mwalimu wake. Pia hapo chini kuna story inayohusiana na mchungaji ambaye alipendwa na binti mwenye pepo la ngono. Naomba like, subscribe, share, comment. Usipotaka usishare, usicomment, usubscribe, usilike. Simu ni ya kwako, bando ni la kwako, sikupangi cha kufanya. Asante.